Kijana ambaye unafikiria namna kujiingizia kipato kupitia mitandao ya kijamii. Jambo ambalo naweza nikakushauri, cha kwanza, angalia, je, una muda? Muda ni rasilimali kubwa sana. Kwa hiyo kama unaweza ukawa na muda wa kutosha, kwenye mitandao ya kijamii kuna pesa ya kutosha. Cha pili, ili uweze kuwa kwenye mtandao wa kijamii, unahitaji internet. Tuko kwenye ulimwengu wa kidijitali, kwa hiyo wifi ni muhimu sana, au internet kwa ujumla, huduma ya internet. Ukiwa navyo hivyo vitu viwili, una muda na una internet. Swala la kuwa content creator ni rahisi sana, kwa sababu idea zipo nyingi sana. Content za kuweka kwenye mitandao yako ya kijamii na zikapata watazamaji ni nyingi sana. Kwa hiyo ni swala la wewe kuamua. Na naweza nikasema kila mtu anaweza akawa content creator, mtengeneza maudhui kupitia mitandao ya kijamii: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram na mitandao mingine. Haijalishi unafanya kazi gani, au unafanya shughuli gani, biashara gani. Hiyo biashara au kazi au ujuzi ulionao unaweza ukaubadilisha kuwa maudhui. Maudhui. Kwa mfano, labda wewe una utaalamu wa kilimo, umesomea mambo ya kilimo. Wakulima wengi pia wapo mitandaoni. Usifikiri wako polini huko hawatumii smartphone. Wanazo, na wananunua bando, wanaingia mtandaoni. Sasa wewe ni mtaalamu wa kilimo, umesomea chuo cha kilimo, una ujuzi wa mazao mbalimbali, masuala ya kilimo. Unaweza ukawa unafundisha mambo ya kilimo kwenye mitandao ya kijamii, na wao ukapata wafuasi wa kutosha kabisa. Unaona? Lakini pia wewe ambaye ni mfanyabiashara, hiyo biashara yako wateja wengi wako mtandaoni. Kwa sasa hivi unachotakiwa kufanya ni kujenga uaminifu, kwa sababu wateja wa mtandaoni nao wanahitaji mtu ambaye wanamwamini kwanza, wa kuamini. Sasa kwa sababu ya utapeli uliopo mtandaoni, na inawafanya wateja wanaweza kukosa, wakawaza, huyu kweli nikinunua kitu kwake kweli atanifikishia mzigo wangu. Kwa hiyo biashara inahitaji uaminifu. Ukiweka mtandaoni, zingatia uaminifu. Kupitia mteja mmoja tu unaweza ukapata wateja wa kutosha kabisa, na akakuletea wateja wengine wengi, kwa sababu ya uaminifu wako kwako. Amenunua kitu, ukamhudumia vizuri, ukamfanyia delivery kama una hiyo huduma, naamini utapata wateja wa kutosha. Mimi mwenyewe ni mteja wa mtandaoni, nishawahi kununua kitu mtandaoni. Kwa hiyo kama nishawahi kuuza na kununua kitu mtandaoni, ni rahisi sana. Kwa mfano, tukizungumzia mtandao wa Facebook, wao wana eneo kabisa maalum kwa ajili ya kuweka bidhaa au huduma zako kwenye kipengele cha marketplace. Hicho kipengele kinahusiana na biashara tu. Watu wanauza magari, pikipiki, mashamba, viwanja, simu, vitu vyote unavyovijua, nguo, everything is on there, on marketplace kwenye Facebook. Lakini pia kwenye mitandao mingine unaweza ukawa na posti, ukawa unafanya content, ukaposti bidhaa zako na watu wakanunua bidhaa. Na pia una ujuzi mbalimbali. Tengeneza maudhui, fundisha watu. Watu wanahitaji
elimu yako ambayo unayo kichwani wafundishe. Wafundishe vitu mbalimbali ambavyo wewe unaona kabisa wewe unavijua wengine hawavijui. Kwa kupitia wewe watu utakuwa mwalimu wao. Unakuwa mwalimu wao kupitia mtandao wa kijamii. Yeah, that is good. You have time. Ukiwa na muda, una internet, check time, itumie mitandao yako ya kijamii vizuri. Itakuingizia pesa mingi sana. A lot of